Michelle Bachelet. Huyu ni rais wa zamani wa Chile. Na sasa hivi anafanya kazi kama kamishna mkuu wa ofisi ya haki za binadamu za Umoja wa Mataifa. Na Bi Bachelet amewahi kushika nyadhifa mbalimbali ikiwemo kuwa rais wa Chile katika vipindi viwili tofauti kuanzia 2006 hadi 2010 na mwaka 2014 hadi 2018. Lakini na mwaka 2010 katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alimteua kuwa mkurugenzi mtendaji wa kwanza wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya jinsia na uwezeshaji wa wanawake, yani UN Women. Mtu mwingine ambaye unamuona anapita hapo ni Rebecca Grispan. Huyu ni kutoka Costa Rica ambaye amewahi kuwa mtaalamu wa maendeleo na mwanadiplomasia kutoka Costa Rica ambaye sasa anahudumu kama katibu mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa kwenye masuala ya maendeleo. Lakini mtu mwingine sasa ambaye ni wa kiume na wengi nimesikia wakisema huenda akapata nafasi hiyo ni mkuu wa shirika la atomiki duniani IAEA, Rafael Grossi, ambaye unamuona hapo kwenye picha. Huyu ni mkurugenzi wa shirika hilo na aliteuliwa kushika nyadhifa hiyo Novemba 2019. Sasa alikuwa ni balozi wa Argentina katika umoja huo wa IAEA na anaaminika kama ni mtu ambaye amefanya kazi sana kwenye mambo ya atomic, mambo ya nuclear haya. Huenda naye akapata nafasi hiyo. Sasa mchambuzi wangu hapa nataka nimuulize swali. Tanzania tumefanikiwa kuwa na mtu aliyewahi kuwa naibu katibu mkuu Dr. Asha Rose Migiro. Na huu mchakato tayari barua imetumwa kwa wanachama wote na Tanzania ni wanachama. Unadhani tunaweza tukapendekeza jina gani? Sisi hapa Tanzania ni kivuli cha diplomasia Afrika. Ni kigogo wa diplomasia Afrika. Tanzania tumechangia kwenye maendeleo ya Umoja wa Mataifa, ulinzi na usalama, na ni moja kati ya taifa ambalo lina heshima kubwa. Itakumbuka kwamba mwaka 71 China ilipopata hatia ya kutaka kufukuzwa Umoja wa Mataifa na kunyang'anywa hadhi zake zote, ni sisi kura yetu ndio tulisimamisha meza, China akarejeshewa haki zake ndani ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo sisi na tukaiomba Umoja wa Mataifa kumuondolea vikwazo China na tukasikilizwa kwa sababu ya heshima na mchango wetu. Sisi tuna wanadiplomasia manguli. Na mimi kwa nataka uwataje sasa hata watatu wanne hivi. Tunaweza tukawatuma kama nchi yangu Tanzania inaweza ikapeleka majina ya watu ambao wanaweza wakagombea nafasi hiyo, majina yao. Tunaye Profesa Aidan Mwaluko Palamagamba Kabudi ambaye sasa ni waziri wa michezo. Huyo naye ni mwanadiplomasia mzuri, amefanya kazi nzuri. Tunao wanadiplomasia wengi. Tunaye waziri wa mambo ya nje Mahmoud Thabit Kombo, naye ni mwanadiplomasia mzuri, anaweza akafanya hiyo kazi. Tunaye spika wa bunge Tulia Ackson Mwasaso, ameshawahi kuwa mkuu wa mabunge, spika wa mabunge duniani. Kwa hiyo naye ni mwanadiplomasia mzuri, kazi hiyo anaiweza. Sisi tunao watu. Ni muhimu serikali yetu yenyewe. Dr. Asha Rose Migiro. Sasa hivi labda inawezekana majukumu ya umri huwezi kujua. Dr. Haji Suleiman ambaye ni wa kudumu, mwakilishi wa Tanzania wa kudumu wa Umoja wa Mataifa. Mwakilishi wa kudumu wa Umoja wa Mataifa naye ana nafasi hiyo. Kwa ufupi, wakati muda wetu umekwenda sana, watu wengi wamekuwa wakilalamika sasa, kwa nini Afrika haina kiti cha kudumu kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na wakihusisha na kwamba tangu umeundwa umoja huu mwaka 1945 kuna mambo mengi yanayotakiwa kuboreshwa. Afrika ndio bara lenye wanachama wengi kwenye umoja huo, lakini halina kiti cha kudumu. Afrika tuko wanachama 54. Nchi za Asia wana wanachama 48. Kwa nini sisi hatuna? Ulaya wanao Uingereza na Ufaransa pia na Urusi, Asia wana China, Amerika kule juu kuna Marekani. Sisi Afrika ili Baraza la Ulinzi na la Usalama la Umoja wa Mataifa, zile nchi 5, yani Uingereza, Ufaransa, Marekani, China na Urusi, inabidi Afrika tupate viti viwili vya kudumu kutoka zile siti 5 zile za kudumu mpaka siti 7. Afrika tunapaswa kuwa na viti viwili vya kudumu, yani zitoke zile kutoka G5 twende mpaka G7. Kwenye viti 5 vya kudumu tupate vitu hivi viti 7 ili kuweza kupitisha mambo kwa uwazi. Lakini ni swala la kumpata katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, yanabidi yafanyike mabadiliko. Baraza la Ulinzi na Usalama la Umoja wa Mataifa, hasa zile nchi 5, zisihusishwe kwa chochote kwenye kumpata katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, kwa sababu wale wana nguvu. Inabidi watu wakagombee kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, unga ndio iamue. Yani United Nations General Assembly ndio iamue, sio hivi ili Baraza la Ulinzi na Usalama la Umoja wa Mataifa. Na ndio maana
tangu kuanzishwa kwa Umoja wa Mataifa, makatibu wakuu wengi wa Umoja wa Mataifa wamekuwa wakipatikana kutokana na shindikizo na nguvu ya Marekani pamoja na washirika wake kwenye Baraza la Ulinzi na Usalama la Umoja wa Mataifa. Yaani Marekani, Uingereza na Ufaransa wamekuwa wakiamua hatima nani awe katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Dunia nzima ina nchi zaidi ya 195. Hatuwezi kuendesha dunia kwa nguvu na kumtegemea Marekani pamoja na mambo yake. Yeye Marekani atatumia Umoja wa Mataifa kujaribu kulinda maslahi yake. Hatutaki katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa apatikane kupitia Baraza la Ulinzi na Usalama la Umoja wa Mataifa. Hiyo ifutwe, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa akagombee kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, yani UNGA, United Nations General Assembly, ili kuweka usawa. Lugete, watu wengi wamekuwa wakisema, hasa wa Afrika wanalalamika kwamba Umoja wa Mataifa hauna meno au ngati, wenyewe wanatoa matamko tu, lakini hawatoi suluhu ya moja kwa moja ambayo inaheshimika, hasa kwenye mataifa makubwa yenye kura ya veto. Kwa sekunde chache sana, wakati tunaelekea mwishoni kabisa, unasemaje? Umoja wa Mataifa umetekwa na zile nchi 5 kwenye Baraza la Ulinzi na Usalama la Umoja wa Mataifa. Yaani Marekani, Uingereza, Ufaransa, Urusi na China. Wale ndio wameshikilia Umoja wa Mataifa. Mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa unaweza ukaja na azimio fulani kuhusu, mfano walikuja na azimio kuhusu mgogoro wa Israel na Palestina, Trump akaupiga chini azimio la mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, Trump akaleta azimio lake ambao ni kinyume na lile la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa umekuwa ukiingiliwa na zile nchi 5 zenye nguvu. Hauna nguvu kutokana na nguvu ya Marekani, Uingereza, Ufaransa, Urusi na China, ambao wamekuwa wakiutumia Umoja wa Mataifa kujaribu kujinufaisha kwa maslahi yao. Ni kitu ambacho hakikubaliki. Ni lazima tulipe nguvu Baraza la Ulinzi na Usalama la Umoja wa Mataifa. Ni lazima tumpe nguvu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Nakushukuru sana Lugete. Asante sana mtazamaji wa TBC1. Sisi tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha Duru za Kimataifa. Hapo awali nilikuwa naye Kefa Igilo ambaye yeye alikuwa ni mchambuzi ambaye alichambua kile alichokiona kule, lakini ni mtayarishaji wa maudhui. Na hapa nilikuwa na Lugete Musa Lugete, mchambuzi wa siasa na diplomasia, tukiangalia mchakato wa upatikanaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Huenda mataifa sasa yashaanza kupendekeza, na haya majina ambayo yanatajwa hatuna uhakika kwamba ndo wanaweza kuwa, lakini ni swala la kusubiri, kukaa na kuona kama itawezekana. Lakini mchakato uko wazi na anasubiriwa ambaye anaweza kushika nafasi hiyo mara baada ya kumaliza kwa wakati wake huyu Antonio Guterres, ambaye ni waziri mkuu wa zamani wa Ureno. Mpaka wakati huu mimi sina la ziada. Tumefika mwisho wa kipindi hiki cha Duru za Kimataifa. Hadi wakati mwingine, jina langu ni Jackson Manuzi. Kwaheri.